wakaanza mambo ya mauaji. Vile vile sehemu ya kaskazini mwa taifa la Kenya na sehemu ya Lamu, kuna watu wengine vile vile pale wamejificha katika mambo ya dini wakijisingizia ni Waislamu, na vile vile wameendelea kuleta maafa ya watu wetu. Kwa hivyo wale wahalifu ambao wamejificha katika tamaduni za jamii za Wakikuyu hapa na kuanza kueneza itikadi potofu, ikiwemo ukeketaji wa wasichana na akina mama wazee, tumetoa amri kwa vikosi vyetu vya usalama. Kwanza kabisa, mahali ambapo hawa watu wanakutana, sana sana sehemu ya Githunguri pale Ikino, na hapa Kiambu town pale Nduberi, sehemu hizo zifungwe mara moja. Jambo la pili, najua uchunguzi unaendelea, tulianza wiki hii, na najua viongozi wengi baina ya wale viongozi wa hiyo Ndai na hiyo Keda wameandikisha taarifa. Baada ya uchunguzi kumalizika, wale wote ambao ni viongozi wa hayo makundi haramu waingie jela. Lazima tupeleke mahakamani ndio waingie jela, and nobody should be spared. Niseme, we are not fighting against culture. We respect the culture of all our communities in the country, but we will not allow people to hide behind culture to propagate female genital mutilation and other backward, primitive, and harmful practices against the children and women of Kenya. Hiyo mambo ingine ya utamaduni iendelee, lakini mambo ya kuvunja sheria, kukeketa akina mama, hiyo katiba imekataa, sheria ya Kenya imekataa. Jambo la nne, Umoja wa Mataifa umeidhinisha nchi ya Kenya kutoa ama kuchangia maafisa wetu waungane na maafisa wa nchi zingine katika ulimwengu katika kikosi cha kujaribu kuleta amani katika nchi ya Haiti. Mheshimiwa Rais alikuwa amekubali hilo ombi wakati alihudhuria mkutano wa Umoja wa Mataifa kule Marekani, na nchi ya Kenya imeambiwa iwe iongoze, lakini hii itakuwa operesheni ya kuleta amani kule Haiti ambaye ni chini ya mwavuli wa Umoja wa Mataifa. Nataka niseme ya kwamba kulingana na katiba na sheria ya Kenya ambazo hatuelewi, na wote ambao tutawatangaza majina yao wajisalimishe katika kituo cha polisi, katika kambi ya jeshi, ama ofisi ya chifu, ama ofisi nyingine ya serikali ambayo iko karibu, ili tuwatie mbaroni, tuwapeleke mahakamani. Na wasipojisalimisha tutawatafuta, tutawapata na tutawafanya vile inatakikana wafanywe. Sijui kama tumeelewana. We have identified
the planners, the ringleaders of the atrocities in Lamu County serious and dangerously armed criminals who have been hiding in Boni Forest, unleashing terror on innocent people, using all manner of excuses, using religion as an excuse, others using historical injustices as an excuse. The days of those terrorists and those who have been planning the massacres in Lamu are numbered. We are going to neutralize every last one of them. Wakati tutatangaza, ule mwananchi ako na habari, anajua mahali huyo mtu wako, atuambie. Wale watu wazisalamishe, na wasipozisalamisha tutawatafuta. Tukiwapata tutamalizana na hao. Ni hayo tu kwa sasa. I just want to request members of parliament and other politicians not to politicize political security issues. Just leave it to us. We'll resolve the issue. It's not political because the person who is killing others is a criminal. It's not a politician. Na hakuna vile siasa inaweza tumika kuhujumu wananchi wa Kenya. Kwa hivyo mimi nashukuru, tunaendelea kukaza maneno, mashida ni mengi, wakati ni mchache, lakini tunajaribu. Hata ile immigration tumenyorosha kidogo, lakini bado shida haijaisha kabisa. Hii wiki tumeshika watu 17 wakiwemo immigration officers and other public officers ambao wamekuwa wakinyanyasa wananchi pale na kuitisha hongo. We are taking them to court from Monday, including government officers. Sijui kama mungetaka tuendelee ama tuachane na hao watu. Tunyoroshe watu, tusafirishe watu kupitia kotini. Wale watakata mambo ya koti waende direct. Hawa wezi wa passport wanapitia kotini. Wale wamejificha Boni Forest, unajua huko tukipatana huko tutajua vile tutafanya pale. Asanteni sana. Nawatakia kila laheri. Acha tuchange pesa sasa. It's always a joy for me to be here. Sasa hii ni kazi yako, si kazi yangu. Wewe Wanjiku. Acha nifanya yangu alafu nikuachie yako. Yangu ni kwamba nataka nitangaze tutapandisha cheo Ruaka Police Post ikuwe police station. Hiyo ingine ni yako. Umeelewa wewe? Alafu utaintroduce senator baadaye tukimalizia ndio asalamie watu kwa sababu tumekaa sana. Acha kwanza niombe kwa sababu sasa tunachangia kanisa, tunaweza sima hiyo kamera.